Katika kile ambacho kinaendelea kama sehemu ya mashambulizi yanayoashiria kauli thabiti iliyotolewa na IRGC kwamba jino kwa jino, macho kwa macho, mkono kwa mkono, panga kwa panga. Jeshi la Israeli IDF lilisema kuwa kombora la Irani mapema mnamo siku ya Jumamosi lilipiga mji wa kusini wa Dimona, mji ambao unaaminika kuwa ni kituo kikubwa cha tafiti mbalimbali za nyuklia, lakini ni mji ambao unaaminika kuwa na maghala ya silaha za nyuklia. Na hii ni mara baada ya madaktari wa shirika la Msalaba Mwekundu la Israeli la Magen David Adom kuripoti takribani majeruhi 39 walioathiriwa na mlipuko huo wa makombora ya Irani. Kiufupi, Dimona ni eneo pekee pale Mashariki ya Kati linaloaminika kuwa na miundombinu ya silaha za nyuklia, ikiwa bado halijawahi kutangazwa rasmi, na hii ni kwa sababu taifa la Israel halijawahi kukiri hadharani juu ya umiliki wa silaha hizo. Aidha, katika taarifa iliyotoka kwenye eneo la tukio, Magen David Adom waliweza kusema kwamba katika tukio hilo waliweza kutibu takribani watu 39 akiwemo mvulana wa miaka 10 ambaye alikuwa katika hali mbaya, japo alikuwa anafahamu kabisa. Shirika hilo ambalo ni sawa na Msalaba Mwekundu kwa upande wa Israeli lilitoa video ya jengo la makazi lililokuwa likiwaka moto katika mji huo wa Dimona, lakini pia liliweza kutoa tahadhari kwa wananchi juu ya mashambulizi ya kushtukiza ya kutoka Iran. Kulikuwa na uharibifu mkubwa na machafuko katika eneo hilo la tukio. Mhudumu mmoja wa afya Carmel Cohen alisema katika taarifa yake mbele ya vyombo vya habari. Aidha, ikumbuke kwamba Israeli imedumisha sera yake ya utata kuhusu mpango wake wa nyuklia, na huko kiwanda cha Dimona kinazingatiwa kuwa kama kiwanda rasmi cha kufanyia tafiti ya nguvu hizo za atomu. Aidha, picha zilizoshikiliwa na vyombo vya habari vya Israeli zilionyesha kitu kikitoka angani kwa mwendo wa kasi kabla ya kuanguka katika eneo la mji huo wa Dimona. Shambulio hili la Irani katika eneo la Dimona kama sehemu ya urutubishaji wa nyuklia kwa upande wa Israeli linakuja kama sehemu ya kulipiza kisasi mara baada ya Iran, Israeli pamoja na Marekani kushambulia kituo cha nyuklia huko Natanz nchini Irani. Lakini pia hapo awali Marekani pamoja na Israeli waliweza kulipua vituo vya Fordo pamoja na Isfahan.